Leo tunajifunza habari ya Roho Mtakatifu. Tuna Mungu Baba, tuna Mungu Mwana, tuna Mungu Roho. Na sisi kama kanisa la Waadventista wa Sabato tunaamini katika Utatu Mtakatifu. We as SDA Church, we believe about the Trinity. Tunaamini katika Utatu. Mungu aliwahi kuja akafanya uumbaji. Tulipokosea na kuanguka dhambini, Yesu akaja akafa kutukomboa. Lakini Yesu huyu akasema, nitaondoka, taenda mbinguni, ila nitawaachia msaidizi. Kitabu cha Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Yohana sura ya 16 mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Biblia inasemaje? Lakini sasa mimi naenda zangu. Yesu anasema mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Wala hakuna mmoja wenu atakayeniuliza, unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Ninaona kabisa kuna huzuni imejaa kwenye mioyo yenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Yanifaa mimi ninyi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Huyo msaidizi atakuja kwenu. Naye akisha kuja, huyo atawahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Yeye atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki, kwa habari ya haki, na hukumu, kwa habari ya hukumu, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa sababu hamumwamini Kristo au hatumwamini Kristo, Roho Mtakatifu atatushuhudia juu ya dhambi. Atatuambia, Magoti, kuna neno umelitamka, umekosea, nenda kwenye toba, nenda ukafanye toba. Magoti, umemwacha mke wako, umeenda kuzini, hicho kitendo kimemhuzunisha Mungu, nenda ukafanye toba. Huyo Roho atatusaidia kwenye dhambi. Ndiyo,
Kwa habari ya haki, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. wala hamtaniona tena. Kwa habari ya hukumu, Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu, yaani Shetani, amekwisha kuhukumiwa. amekwisha kuhukumiwa. Hebu sikiliza, Shetani amekwisha kuhukumiwa. Ukipata nafasi ya kuwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, Roho Mtakatifu atakusaidia habari ya dhambi. Roho Mtakatifu atakusaidia habari ya haki. Roho Mtakatifu atakusaidia habari ya hukumu. Lakini Roho Mtakatifu tunayejifunza leo ndiye mwenye nguvu ya kutubadilisha. Sio kama kuna mtu anaandika notes. Ndiye mwenye uwezo wa kutubadilisha kutoka kuwa watu wa Mungu na kufanyika watoto wa Mungu. Na tukisha kuwa watoto wa Mungu, tunakuwa na urithi, tunakuwa na sifa ya kuwa warithi. Na tukisha tambua sisi ni watoto wa Mungu, hata maombi yetu yanabadilika. Huyu Roho Mtakatifu, Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Biblia inasemaje? Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Yeyote anayekubali Roho Mtakatifu amuongoze, huyo anakuwa mtoto wa Mungu. Yeyote ambaye hataki Roho Mtakatifu amuongoze, huyo anakuwa mtu wa Mungu. Niliwaambiaje? Kila mtu ni mtu wa Mungu, lakini sio kila mtu ni mtoto wa Mungu. Muulize jirani yako, wewe ni mtu wa Mungu au ni mtoto wa Mungu? Amekujibuje? Mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu akituongoza, tunabadilika, tunatoka kuwa watu wa Mungu na tunafanyika watoto wa Mungu. Endelea. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Hamkupokea tena roho ya utumwa inayoleta hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Bali tumepokea roho inayotutengeneza, inayotufanya kuwa wana. Haleluya. Hakuna kitu Shetani anakifurahia kama Mkristo kuishi kwa wasiwasi. Moja ya ishara ya kwamba huna Roho Mtakatifu ndani yako ni kiwango cha hofu ulichonacho moyoni mwako. Kuna watu wana hofu sana.
Kuna watu wanaishi kwa wasiwasi. Yaani kuna mtu anasema hivi, kweli huyu mtoto wangu atapona kweli? Kama una Roho Mtakatifu, hiyo roho ya hofu haitakuwa fungu lako. It will never be part of your life. You will never live by fear or doubt. Hautaishi kwa hofu, mashaka wala wasiwasi. Kuna Wakristo wengi leo wamejawa na hofu. Hofu. Watu wana hofu. Anakuambia, pastor, hivi kweli mume wangu iko siku atabadilika kweli? Nami nakuuliza, kama Sauli alikuwa Paulo, aliyoyafanya Sauli mume wako amewahi kuyafanya kweli? Hivi pastor, hivi kweli binti yangu anaweza kubadilika kweli? Nami nakwambia, kama Rahabu aliyekuwa kahaba alishiriki kumzaa Yesu, kwa nini wakwako asibadilike? Pastor, hivi kweli huyu mwanamke iko siku ataacha tabia zake za ukahaba na za mambo ya ujinga? Nami nakwambia leo, kuna mwanamke anaitwa Mariamu Magdalena. Yeye mpaka alifumaniwa. Huyo wewe unayemuwazia hajawahi hata kufumaniwa. Mariamu Magdalena alifumaniwa kwenye uzinzi, akapelekwa kwa Yesu akiwa amefumaniwa. Sasa sijui kama walimpa nafasi ya kuvaa nguo, sijui, lakini yawezekana walimbeba mzega hivyo alivyo. Aibu yote ikajaa kwake, hadi watoto wadogo wakajua huyu mama ni mzinzi. Lakini Mariamu huyo ndiye aliyempaka Yesu mafuta, akamsafisha miguu yake kwa machozi, alafu akaikausha kwa nywele zake. Mariamu huyo Yesu akasema, popote injili itakapohubiriwa, huyu mtu ahubiriwe pia. Naomba nikwambie, roho ya hofu ni roho ya shetani. Watu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hawawezi kuwa na hofu hata kidogo, hawawezi kuwa na wasiwasi hata kidogo. Mimi mdogo wangu alifariki wiki moja kabla hatujafanya mtihani wa mwisho wa kidato cha 6. Kabla hatujafanya mtihani wa mwisho, kuanza mtihani wa mwisho wa kumaliza elimu yangu ya kidato cha 6, wengine wanaita advance level, wengine wanaita high school. Mdogo wangu tuliyekuwa tunafanana kila kitu, na ilikuwa ni ngumu sana kumtofautisha Magoti, Jafet na Nimrud. Yeye alikuwa anaitwa Nimrud. Tulikuwa tunapendana naye sana.
nikivaa hivi leo, kesho yeye anavaa hizi, mimi navaa alizovaa yeye. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kututofautisha. Alafu nikaambiwa mdogo wako amefariki. Ni heri hata angeugua sasa. Heri hata angeugua. Alienda kucheza mpira. Amerudi kutoka kwenye mpira, akachukua nguo zake. Alikuwa ni mtundu. Alikuwa mtundu, anachekesha sana. Akachukua nguo akaanza kufua zote, zilizo safi na zilizo chafu. Akaanza kuzifua. Mama akaanza kucheka, akamwambia, leo umekuwaje? Anaambia, lazima niache vitu vikiwa visafi. Sasa watu hawaelewi. Baadaye akamaliza kula chakula cha usiku, akamwambia mama, nikienda kulala leo sitaki muniamshe, na mkiniamsha sitaamka. Basi akaenda chumbani kwake, akalala, akafariki. Imefika 2:00, 3:00, mama akamtuma mdogo wangu, akaambia, hebu mkamwamshe huyo kaka yenu aje anywe chai. Mdogo wangu akaenda akamwamsha, Nimrudi. Sasa mdogo wangu naye akawa ajui mtu akifa anafananaje. Akarudi kwa mama, akamwambia, mama, mimi namuamsha, naona hanisikii. Nikiweka mkono wake hivi unabaki hivi. Mama kwenda chumbani, akakuta kijana wake amelala usingizi wa mauti. Sasa tumebakiza wiki moja tufanye mtihani, na ni mdogo wangu ambaye pete na kidole. Habari ziliponifikia, wanafunzi wenzangu wakaja kunitia moyo. Nikawaambia, wala msiwe na wasiwasi, huyu amemaliza muda wake, nami pia nakaza mwendo, siku moja nimuone Yesu. Nikaenda darasani, sina hata hofu, sawa na Faraja. Huyu Faraja, tuko Iringa tunahubiri, analetewa taarifa, mke wako na mtoto wote wamefariki. Nakumbuka Faraja sio Mwadventista Msabato. Faraja ni Mpentekosti na ni mtoto wa mchungaji wa Kipentekosti. Faraja akawaambia, niko kwenye kazi ya Mungu, nikimaliza kazi ya Mungu nitakuja kuzika. Sikiliza, ukipata nafasi ya kuwa na Roho Mtakatifu, roho ya utumwa, roho ya hofu haiwezi kuwa sehemu ya maisha yako. Huwezi kuwa na wasiwasi. Utajua tu ya kwamba kama leo sijapata, kesho nitapata. Kama kuna huyu kijana ameniacha, atakaye kuja
tutafunga naye ndoa. Kama leo nimefukuzwa kazi, kazi inayokuja itakuwa ni kazi ya kunipandisha cheo. Roho Mtakatifu, endelea rafiki yangu. Rudia tena mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya hofu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Bali mmepokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba. Yani Baba. Aba, neno Aba tafasiri ya Kiingereza ni daddy, sio father. Father ni baba, lakini daddy ni tofauti kidogo na baba. Father ni mwanaume yeyote anayeweza kumpa mwanamke mimba, huyo anaitwa father. Lakini daddy ni mwanaume yeyote anayeweza kumpa mwanamke mimba, akalea mimba, akamlea yule mwanamke, akalea mtoto, akajua hata kubadilisha pampers, akajua ile wanayovalisha watoto nepi, anaikunja inakuwa kama sambusa, anamweka mtoto hapo, anaweka hivi, anaweka hivi, anaweka hivi, afu anachukua pini anaweka. Huyo ndiye daddy. Daddy ni yule ambaye mwanamke akiwa na mimba, katoto kakimpiga mateke tumboni, mama usiku akiwa amelala, unasikia aya, daddy anamwambia mke wake nini? Mwanamke naye unasikia ni huyu mtoto wako. Daddy anamwambia jamani, baby pole, jipe moyo mpenzi, hivi karibuni utaondoka, utamaliza. Huyo ndiye daddy. Lakini father, ukipiga kelele usiku, utasikia rara vizuri. Mungu wetu ni Abba. Our God is loving father. Mungu wetu ni daddy, anatupenda jamani, anatujali jamani. Baba yetu wa mbinguni ametuchora kwenye viganja vyake. Baba yetu wa mbinguni anasema atakaye kugusa wewe amegusa mboni ya jicho lake. Una wasiwasi gani? Una hofu ya nini? Eti pastor, nimepimwa, nimeambiwa mimi nina ukimwi. Pastor, mimi nina ukimwi, nina HIV. Nami nakwambia hivi, kama Naamani alikuwa mwenye ukoma, unajua enzi zile ukoma ndio ulikuwa ugonjwa hatari, ulikuwa ugonjwa hatari sana. Lakini Naamani alipoenda kwa Elisha, Elisha alimwambia jichovye ndani ya mto Yordani mara 7. Na alipofanya hivyo, ngozi yake ikawa kama ngozi ya mtoto, ukoma ukaisha. Mungu aliyemponya Naamani ndiye Mungu yule yule atakaye kuponya na wewe. Pastor, unajua mimi
naona sizai. Miaka inaenda, wewe na Sara, nani miaka imeenda? Sara alimpata mtoto akiwa na miaka 90. Wewe 45 tu. Wewe 42. Tayari umeshajiwekea mstari wenye Roho Mtakatifu. Hawana wasiwasi. Wanajua wanaye Aba, yani daddy. We have Aba. Tunaye baba anayetujali. Naomba nikutie moyo. Omba Mungu, mimi na wewe tupate nafasi ya kumpata Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atatuondoa kwenye utumwa, atatuweka kuwa wana. Kuwa wana. Endelea rafiki yangu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sisi tu watoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Mzee George, una watoto wangapi? Watoto 7. Mke wako yuko wapi? Amesafiri. Mzee George, kuna mtoto bado anasoma kati ya watoto wako? Amaliza mwaka jana. Haya. Nani mtoto wake bado anasoma? Mzee, unaitwa mzee nani? Ndiye yule msaidizi wa mchungaji. Nimesikia sauti ndo nikakumbuka. Mzee Paskali ana mtoto anasoma. Mtoto wake kabisa, mtoto wa Paskali, labda tuseme yuko form ngapi? Labda tumweke yuko form 2. Tuweke mfano wa mwisho yuko la 7. Haya, huyo wa darasa la 7 anasoma la 7, mtoto wako Mzee Paskali. Wakati unapita kwenye shughuli zako, ukaona mtoto anayelingana na mtoto wako wa darasa la 7, wakati unaongea naye akakueleza hana uwezo wa kusoma, ukaamua kumchukua kumsomesha, ila sio mtoto wako, ukaamua kumpeleka kwenye shule ile ile anayosoma mtoto wako. Siku ya kufunga shule, mkuu wa shule akatangaza, darasa la 7, sikilizeni, standard 7, ada karo imepanda kutoka milioni 1 kwenda milioni 2, na yule ambaye hata kuja na pesa haruhusiwi kuendelea na masomo. Swali, kati ya mtoto wa Paskali na huyu aliyemuokota barabarani, ni yupi ataanza kuwa na hofu ya kuendelea na shule? Kwa nini sio mtoto wa Paskali? Kwa nini sio mtoto wa Paskali? Kwa sababu anajua ana baba. Tena yeye akija mtoto wako na ile barua kutoka shuleni,
anakukuta umekaa hapo na mke wako, atakusalimia baba, shikamoo, mama, shikamoo. Leo tumefunga shule, tutafungua tarehe fulani. Kuna hii barua imetoka shuleni, inaongelea mambo ya karo. Hebu mtaisoma na mama, mimi naenda kucheza mpira. Lakini huyu aliyeokotwa, kabla hajaleta barua, anaanza kukuangalia Paskali usoni, umekasirika au hujakasirika, huku ana wasiwasi. Atatambulishaje hilo tatizo? Naomba nikwambie leo, ukisha kuwa mtoto wa Mungu, una uhakika na baba yako. Ndio maana kuna mtu aliimba wimbo akasema, nina siri inayonipa ujasiri. Nina siri nayo Yesu, yanifanya niwe jasiri. Inaimbaje tena? Yaniburudisha nikirukaruka hosana. Haleluya. Yani hauna wasiwasi, hauna wasiwasi. Jamani, ukisha kuwa na Roho Mtakatifu, natamani Mungu atupatie Roho Mtakatifu. Hebu sikiliza wewe kijana uliyeferi darasa la 7. Sikiliza wewe kijana uliyeshindwa form 4. Sikiliza wewe ambaye hujapata kazi. Wala usiwe na wasiwasi. Wanaokudharau leo, siku moja watakusalimia kwa heshima, kwa sababu baba yako anakushughulikia. Kama ambavyo mzee Paskali anavyoshughulikia watoto wake kula, kuvaa, kama ambavyo mzee Paskali anavyoshughulikia watoto wake kupata mahitaji yao yote. Na Biblia inasema kama sisi wa dhambi, watoto wetu wakituomba mkate, hatuwezi kuwapa mawe. Wakituomba samaki, hatuwezi kuwapa nyoka. Kama sisi wa dhambi tunawajali watoto wetu, vipi baba yetu aliye mbinguni? Haleluya. Naomba nikwambie leo, acha ondoa kabisa akili yako. Ondoa akili yako kuwaza matatizo. Mkabidhi Yesu mambo yako. Sikiliza, usimwambie Mungu unachopitia. Yaambie unayoyapitia uweza wa Mungu wako. Don't tell God your mountains, but tell your mountains about your God. Usiambie Mungu angalia milima. Ndio maana Zaburi anatuandikia, anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama msaada wako ni kwa Mungu, una haja gani ya kuongea milima tena? Ongea msaada, usiongee tatizo. Ongea baraka, usiongee laana. Ongea kushinda, usiongee kushindwa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Mimi sijui. Mfano, ninapokuwa nikiwaita kuja hapa mbele tufanye maombi, mimi huwa ninaamini wote mliokuja hapa wote Yesu anawaponya. Hiyo ndio imani nilionayo. Yaani huwa ninaamini yeyote aliyesimama
Yeyote aliyetoka nyumbani kwake akaja kanisani, hakuja hapa kutembea tembea, amekuja kukutana na Aba Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, leo ni zamu yako. Mwambie jirani yako, leo ni zamu yako. Ukiona jirani yako hakupi ushirikiano, achana naye, hana Roho Mtakatifu. Mtafute mwingine, mwambie leo ni zamu yako. Baba yako anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Haleluya. Hebu sikiliza. Roho Mtakatifu alihusika kwenye uumbaji. Alihusika. Ukiwa na Roho Mtakatifu, kuna vitu vitaumbika kwenye maisha yako. Roho na maneno, neno na roho vilihusika kwenye uumbaji. Neno lilihusika wapi? Zaburi 33. Zaburi 33 na ule mstari wa 6. Zaburi 33 na ule mstari wa 6. Biblia inasemaje? Kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote, na jeshi lake lote, kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa pumzi. Pumzi ni roho. Pumzi ni roho. Neno na roho vilitumika vyote kwenye uumbaji. Nisikilize mtoto wa Mungu. Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, alafu tutasoma mstari wa 3. Biblia inasemaje? Hapo mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Hii nchi maana yake ni ardhi. Ilikuwa ukiwa, tena utupu. yaani ukiwa alafu utupu. Na giza. Kiingereza kinatumia neno formless. The earth was formless. Voids, utupu. Nchi ilikuwa utupu. Kuna mtu yuko hapa hana kitu mfukoni, hana chochote, anaukiwa, ana upweke. Wazazi wamekufa, amebaki peke yake. Yule aliyemtegemea naye pia siku hizi hapokei simu. Amebaki ni mtu ambaye anasema, Pastor, sijui hata itakuwaje. Pastor, sijui hata itakuwaje. Naomba nikutie moyo. Yuko Roho Mtakatifu anayetengeneza vilivyoharibika na kuwa sawasawa. Nisikilize. Ndio maana huwa nawaambia watu, sitachoka kusema, narudia tena na leo, usiwe mwepesi kumcheka mtu. Usimdharau mtu. Huyu ambaye leo unamuona anakuja kanisani amevaa nguo moja kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Huyu mtu unayemuona, huyu anayelala
kwenye maboksi, hata godoro hana. Huyu mtu huyu unayemuona amebeba ndizi kichwani, anatembeza, huyu unayemuona huyu, siku inakuja utamuona anaendesha gari na anakwambia naweza nikakupa lifti, na utakapofika anakwambia naomba nikupatie na pesa ya taxi. Usicheze na Roho Mtakatifu, usicheze na Mungu. Nchi ikawa ukiwa tena utupu, na giza likawa limetanda. Kuna mtu hapa haoni chochote, akigeuka huku mambo yameshindikana, akigeuka huku mambo yameshindikana, akigeuka huku mambo yameshindikana. Kuna mtu yuko hapa amejaribu kuongea na mume wake abadilike, lakini kila siku mwanaume analeta visanga, vituko. Amejaribu njia hii, imeshindikana. Kuna mtu yuko hapa ana mtoto wake, huyo mtoto ameshamtesa, huyo mtoto ameshamvuruga. Kuna mwanafunzi yuko hapa amesharisiti, anarudia mitihani, anafeli, anatafuta krediti lakini hapati. Natamani nikutie moyo, iko siku mkono wa Bwana utaonekana. Biblia inaendelea kusemaje? Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu. Nitarudia, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Naomba nikwambie leo, pale pale kwenye giza Roho wa Mungu anakuja kutulia. Pale pale ambapo mambo yako hayawezekani, Mungu wako yuko hapo. I want to remind you one thing. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. Katikati ya matatizo yako hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana anasema upitapo katika maji hayatakugharikisha. Upitapo katika moto, mwale wa moto hautakuunguza, kwa sababu niko pamoja nawe. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nami nataka nikutie moyo, Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Jamani, Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Huko ambako mtoto wako anakunywa pombe, Mungu anamtazama. Huko ambako mtoto wako amekimbia, hataki kurudi nyumbani, Mungu yuko huko anamtazama. Hata kwenye giza, mahali penye utupu, mahali penye ukiwa, juu kuna Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu anafanya nini sasa? Anaenda kubadilisha mambo. Roho akisha kuwepo, neno linatamkwa. Jana nimefundisha neno, leo nafundisha roho. Ukiwa na neno, ukiwa na roho, nuru inatokea. Mstari wa 3 Biblia inasemaje? Mungu akasema,
iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Giza likapotea. Giza likapotea. Bwana akatenga nuru, ikawa ni mchana, na giza likawa ni usiku. Wale wanaomwamini Mungu lazima watengwe na yale ambayo yalikuwa yanakutesa zamani. Kama zamani ulikuwa umefunikwa na giza, saa inakuja giza litakaa huku na nuru itakaa huku. Ni swala la muda tu. It is just a matter of time. But the best is yet to come. Ni swala la muda. Wala usikae unakaa kinyonge. Unakaa kinyonge. Pastor, unajua nina madeni sana. Pastor, unajua nyumba yangu itauzwa. Acha iuzwe. Iko siku hao wanaouza nyumba yako watakuja kupanga kwenye nyumba zako. Maisha haya maisha haya muyaone hivi hivi. Natamani awepo mtu mmoja akae karibu na huyo kijana, huyo, ili mama yake asikilize neno. Kaa karibu na huyo kijana hapo. Haya, tunaendelea sasa. Mama, tulia. Leo ndio siku ya furaha yako. Leo ndio siku ya kicheko chako. Lazima Bwana atende jambo jipya. Wala usiwe na wasiwasi mamangu. Haiwezekani ukaweka mtoto kwenye tumbo akanyonya maziwa yako alafu shetani akamchezea. Leo lazima akanyagwe chini kwa jina la Yesu. Wapendwa, maisha haya yanabadilika hivi. Sijui kama mnanielewa. Faida za kuwa na Roho Mtakatifu. Faida za kuwa na Roho Mtakatifu. Faida ya kwanza, Roho Mtakatifu anakusaidia kwenye udhaifu wa maombi. Roho Mtakatifu anakusaidia wewe na mimi ambao tuna udhaifu wa maombi. Moja ya udhaifu mkubwa tulionao sisi wanadamu, hatujui kuomba. We don't know how to pray. Hatujui kuomba. Hakuna mtu hapa kati yetu atasema Pastor Magoti, mimi najua kuomba. Hakuna anayejua kuomba. None of us who knows how to pray. Hakuna mtu anayejua kuomba hapa. Hata mimi Magoti ambaye nimesoma theolojia, ninaendelea kusoma, sijui kuomba.
sijui kuomba, lakini Roho anatusaidia. Kwa hiyo mkaribishe Roho. Kitabu kile cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Biblia inasemaje? Kadhalika Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe anatusaidia. Sisi hatujui kuomba. Naomba nikwambie, kuna watu hapa wanajifanyaga wana maombi marefu. Yaani hata kanisani mmeshaga wajua. Mkisikia tu anayetuombea ni fulani, unachukua kitu unakiweka mbele unakilalia kabisa. Unajua hii ngoma mpaka iseme amina, shughuli ipo. Maombi yawe marefu, maombi yawe mafupi. Siri ni hii hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 14 na wa 15. 1 John chapter 5 verse 14 through 15. Biblia inasemaje? Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atafanya nini? Atasikia. Sasa msomaji wangu, uwe unasoma kwa kufata koma na nukta, sawa? Ayaanza kusoma kwa kufata koma na nukta. Yohana wa kwanza 5:14 anasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chote twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Hebu sikiliza, usijifanye unajua kuomba. Mungu anachotaka mimi na wewe tuombe sawa sawa na mapenzi yake. Swali, nani kati yetu anayejua mapenzi ya Mungu hapa? Roho Mtakatifu ndiye anayejua mapenzi ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema hatasema kwa shauri lake mwenyewe, bali yote atakayoyasikia kutoka kwa Baba atatupasha habari. Yote atakayoyasikia kutoka kwa Baba atatupasha habari. Kwa hiyo kabla hujaenda kuomba, acha maneno yako Bwana kutuwekea mpaka mafungu ya Biblia kwenye maombi. Acha maneno yako kutuwekea mpaka nyimbo kwenye maombi. Omba Roho Mtakatifu akufundishe kwenye udhaifu. Mimi Magoti sijui kuomba ipasavyo, bali Roho ndiye anayenisaidia. Nawe pia kabla haujaomba, mruhusu Roho Mtakatifu achukue nafasi. Unaweza ukaomba ndani ya dakika moja likatokea jambo kubwa sana. Na kuna mtu anaweza akakesha kanisani, asubuhi akaamka anasikia njaa, hakuna kilichotokea. Hakuna.
kwa sababu umeomba sawasawa na mapenzi yako, hujaomba sawasawa na mapenzi ya Bwana. Anayejua mapenzi ya Bwana ni Roho Mtakatifu. Lakini huyu Roho Mtakatifu kwenye maombi atakusaidia mambo gani? Jambo la kwanza, atakufundisha kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, atakupatia maneno utakayoyatumia kwenye maombi. Ndiye atakaye kutengenezea maneno kwenye kinywa chako. Sikiliza. Jambo la tatu, ndiye atakaye kupa mbinu namna ya kuomba. Sio kila ombi lazima upige magoti. Sio kila ombi lazima usimame. Sio kila ombi lazima unyanyue mkono. Sio kila ombi lazima utembee. Sio kila ombi lazima ufumbe macho. Roho Mtakatifu ndiye atakaye kupa mbinu. Yesu kuna wagonjwa aliwawekea mikono. Yesu kuna wagonjwa aliwatamkia. Yesu kuna wagonjwa aliwatemea mate. Yesu kuna wagonjwa alitengeneza tope akawapaka kwenye macho yao. Hivi Yesu angekuwepo leo, Wasabato wenzangu, anatemea mtu mate, tungemwamini kweli? Wasabato wenzangu, Yesu angekuwepo leo, analetewa mtu anatengeneza matope, anaanza kumpaka kwenye macho, alafu anamwambia kaoshe uso, tungemwamini leo? Yesu angekuwepo leo, kama ile ya ni Elia ambaye alilala juu ya maiti analala juu ya maiti, mkono kuelekea mkono, mguu kuelekea mguu. Naomba nikwambie, usiwe mwepesi sana wa kuongea mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho mmoja alisema is very complicated. Mambo ya kiroho usiwe mwepesi sana kuongea. Kuna watu wamekuja pale ofisini, wengine niliwaambia naomba unishike mkono, nishike mkono. Wengine niliwaambia sogea hapa, shika hiki kiti nilichokalia. Waliokuja pale ofisini, wengine niliwaambia sogeza kichwa chako. Wengine niliwaambia njoo na mwenzi wako wa maisha. Na walipokuja na mwenzi wake wa maisha, nikaambia mwanaume ombea mke, mke ombea mme. Mkimaliza mimi nitatoa ombi la shukurani. Wakati mwanamke anaombea mme, mwanaume alianguka mapepo hapo ofisini. Mwanamke akataka kukimbia, nikaambia tulia, si umekemea mwenyewe, koma. Akasema pastor, sikujua kama ana mapepo. Haya ndio hiyo, koma.
naomba nikwambie leo, Roho Mtakatifu ndiye anayekuelekeza, lakini mwisho Roho Mtakatifu ndiye anayekutengenezea muda utakaotumia kwenye maombi. Siku moja tulikuwa na Pastor Mbaga, tumeenda kwenye maombi, tukasema tutaomba saa 6 mpaka saa 9. Tulipofika Pastor Mbaga akapiga magoti kule na mimi nikapiga magoti upande wangu. Mimi nikaomba. Ilipofika saa 6:30 upepo ukaniishia. Nilipofumbua macho nikaona mwenzangu anaendelea. Nikaenda zangu kulala. Nimelala. Saa 11 Mbaga anakuja kunigusa, magoti, amka twende kanisani. Nikamwambia, Mbaga, ulikuwa bado kwenye maombi? Akasema kuna mambo tena nimeachia njiani. Kuna mambo nilikuwa naongea na Yesu nimeachia njiani. Tukitoka kanisani nimemuomba anisubiri, tutaendelea kuongea naye. Ndio maana Yesu akiwa amejazwa na Roho anawaambia wanafunzi wake, mmeshindwa kukesha nami angalau saa 1. Sasa Yesu, hawa ni wavuvi, wasubiri kwanza wajazwe na Roho siku ya Pentekosti. Ndio maana baada ya kujazwa na Roho, maombi ya Petro hayakuwa ya kawaida tena. Baada ya kujazwa na Roho, maombi ya wanafunzi wa Yesu yalikuwa siyo ya kawaida. Natamani Roho wa Bwana ajae ndani yetu leo. Faida ya pili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kufahamu maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia akili zetu kufahamu maandiko matakatifu. Hujawahi kusikia mtu anakuambia, Pastor, mimi nikisoma Biblia nalala. Pastor, mimi yani Biblia nikisoma hata sielewi. Usisahau, hiyo Biblia ni neno la Mungu. Kama we mwenyewe tu mwili wako huwezi kuuelewa, ukitaka kuangalia mgongoni lazima uweke kioo kireflect kwa mbele, Mungu utaweza kumwelewa. Ila Roho, Yesu alisema nitawaletea msaidizi, sitawaacha peke yenu, nitawapa msaidizi. Huyo ndiye atakayetusaidia. Yohana 14. Yohana 14 na ule mstari wa 25 na 26. Yohana 14 mstari wa 25 na 26. Biblia inasemaje? Hayo ndiyo niliyowaambia. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, ambaye Baba atawaletea kwa jina langu,
atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyofanya nini? Waambia. Niliyowaambia. Ndiye atakayetufundisha. Unaposoma Biblia yako, unaposoma lesoni, unajua kuna watu wanasomaga lesoni ili waje wabishane Jumamosi. Waulize, lesoni ya robo iliyopita imemsaidia nini? Lesoni ya robo hii inamsaidia nini? Kuna chochote ambacho unakumbushwa? Nisikilize mtoto wa Mungu, chochote kilicho cha Mungu, omba Roho Mtakatifu akufundishe. Muombe mtoto wako apate Roho Mtakatifu atakayemkumbusha yale ambayo walimu walimfundisha darasani. Roho Mtakatifu akikaa kwa mtoto wako siku ya mtihani, wenzake wakiwa wanaangalia mabati juu, yeye anaandika zile kanuni, principles, formula zinashuka tu, anaandika tu. Roho Mtakatifu anafanya kazi. Kuna watu hapa wana shida ya kusahau. Yaani pastor, mimi ninasahau sana. Pastor, mimi yaani hata nikiweka hela mahali nasahau. Hiyo nayo pia ni matokeo roho wako ameenda sokoni. Omba Roho Mtakatifu aje akupapushe. Kupapusha ni nini? Aje akuamshe. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu cha Luka, huyu Roho akisha kaa ndani yetu, Luka 24 na ule mstari wa 45. Luka 24 na ule mstari wa 45, Biblia inasemaje rafiki yangu Labani? Ndipo akawafunulia akili. Ndipo anapowafunulia akili wapate kuelewa na maandiko. Yaani Roho huyu akikaa ndani yetu, akili zinafunguliwa, tunapata kuelewa. Mama, nisikilize mama. Si unataka kukaa na binti yako kumshauri? Kabla haujaanza kumshauri, ombea mambo mawili. Cha kwanza, Roho Mtakatifu. Cha pili, ombea akili zake, ili utakapoongea naye akuelewe. Siku akisahau, Roho Mtakatifu amkumbushe. Hiki ndicho Yakobo alichofanya kwa watoto wake kabla hajafa. Yakobo alifanya hiki kitu kwa watoto wake. Ndio maana watoto walipotoka kumzika baba yao, kitabu cha Mwanzo sura ya 50, Mwanzo sura ya 50 anzia mstari wa 14. Mwanzo sura ya 50 anzia mstari wa 14 na kuendelea. Biblia inasemaje? Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake, na wote waliokwenda pamoja nao kumzika baba yao. Baada ya kumzika babaye, walipomaliza kumzika baba yao, Yusufu fungu la 15. Ndio. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa. Ndugu zake na Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa,
walianza kusema, labda Yusufu atatuchukia, labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu naye atatulipa maovu tuliyomtenda. Wakampeleka watu kwa Yusufu, wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, wakapeleka watu kunena kwa Yusufu, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake. Baba yako kuna maneno aliyasema kabla hajafa. Akasema, akasemaje? Mwambieni Yusufu hivi, mumwambie Yusufu hivi, naomba waachilie ndugu zako. Nitarudia. Ishia tu hapo. Nitakupeleka kwenye shule ya kusoma. Labda ni unasoma vizuri, ila baadaye unifate ofisini. Umesikia rafiki yangu? Uje ofisini. Sawa. Hebu sikiliza. Hamjawahi kuona wazazi wakifa watoto wanaweza kugombana sana? Uje kuona wazazi wakifa watoto wanagombania mashamba, wengine hata wasalimiani? Unajua ni kwa sababu gani? Wewe mzazi ukiwa hai, kuna vitu hukuwahi kumuomba Mungu kwa ajili ya watoto wako. Moja ya kitu cha kumuomba Mungu ni Mungu awajaze watoto wako Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atawafundisha na Roho Mtakatifu atawakumbusha ya kwamba jamani, baba yetu, mnakumbuka tarehe 7 mwezi wa 8 saa 6 mchana alitutamkia haya. Ni kweli, tuache hiki, tufanye hiki. Mnakumbuka mama alivyosema akiwa amelala kwenye kitanda anakula matunda? Mama alisemaje? Alisema hivi, akasema hivi. Sijui wewe unaombea watoto wako nini? Mimi sijui. Kuna siku nilikuwa naombea watoto wangu wakumbuke mazuri ya ndoa nilionayo mimi na mke wangu, wao wayazidishe kwa wake zao. Nikawa nimepiga magoti nasema, Baba, Jason atakapooa mke wake, mke wangu akanisogelea akaniambia, we baba, wewe hivi vitoto vidogo unaanza kuviombea mambo ya ndoa sasa hivi? Sikiliza, Roho Mtakatifu akae aanze kuwakumbusha. Roho Mtakatifu ndiye atakayetufanya mimi na wewe tuelewe maandiko. Na mtu yeyote akisha kuwa na neno, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa nini? Na kwa neno la ushuhuda. Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno. Kuna watu hapa wamekuwa kanisani miaka mingi sana, lakini bado wanamuogopa mchawi. Mimi sijajua ulibatizwa lini. Ubatizo unakufanya kuwa Mkristo. Roho Mtakatifu anakufanya kuwa mkomavu katika Ukristo. Usisahau neno hilo. Ubatizo unakufanya kuwa Mkristo. Roho Mtakatifu anakufanya kuwa mkomavu katika Ukristo wako. Hakuna chochote kitakacho kuyumbisha. Unajua mzee George, mimi sina adui yeyote duniani. Sina adui hata mmoja. Hata mmoja. Yaani moyoni mwangu sina adui. Mimi mtu yeyote akinisema vibaya, amenipa mzigo
wa kumwombea. Yaani nikishasikia tu ya kwamba Magoti pale Nyakanazi watu wamekusema wewe ulikuwa hivi, naambia asante, ninafunga na kuwaombea baraka. Baba, wabariki watu wa Nyakanazi. Baba, watendee mema. Baba, bariki watoto wao, bariki familia zao, bariki Baba mashamba yao. Baba, watendee hayo walioyasema. Baba, uwasamee pia, yawezekana walisema pasipo kujua Baba, lakini natamani siku ukija tukutane nao mbinguni. Sina adui hata mmoja. Hawa rafiki zangu wanafahamu. Tuliwahi kufukuzwa mahali. Yule aliyetufukuza alikuwa ni kiongozi wa conference. Alitufukuza Alhamisi. Ilikuwa ni Alhamisi Faraja. Ilikuwa Alhamisi. Mkutano tunamaliza Jumamosi. Na watu wamesha andaliwa kubatizwa zaidi ya watu 200. Akaandika barua Magoti aondoke hapo kwa sababu tumekuwa na wasiwasi na maombi yake. Basi na mimi nikabeba mabegi na wenzangu tukapita ofisini tukawashukuru kwa kutupatia hizo siku za kuhubiri. Baada ya hapo tukawaambia kama itawapendeza mtuombee tuwe na safari njema. Wakasema mwende tu, tulishaomba. Tukasema kama mtasikia sisi tuombe kwa ajili yenu, tunaomba hiyo nafasi. Wakasema hatuna haja na maombi yenu. Basi tukaondoka. Pastor, nilipo anza masomo yangu ya masters, yule aliye nifukuza akawa na changamoto kubwa sana ya ada na mahali pa kuishi. Nilichokifanya, nilimfuata nikamwambia nitatumia njia ambazo nazijua, utapata ada, alafu nitakutafutia mahali pazuri pa kuishi. Na ndivyo nilivyofanya. Hawa wanamfahamu. Anaishi sehemu nzuri na ada amepata. Kumbe ile kitu inamuumiza moyoni, inamuumiza. Siku moja akanifuata akaniambia, Magoti, unajua nilikutendea jambo baya sana, lakini nashangaa mwenzangu umenilipa vitu vya tofauti. Na mimi nikamwambia, hukunichukia mimi, ulimchukia Yesu. Kwa sababu mimi Magoti sina chochote, anayeponya ni Yesu, sio Magoti. Magoti huyu ni mdhambi tu kama walivyo wadhambi wengine, ni muramiogo. Kwa hiyo kama unataka wewe katengeneze na Yesu, sio na Magoti. Hata Yusufu aliwaambia wale watu, ninyi kweli mliniwazia mabaya, lakini Bwana aliniwazia kuwa mema. Kwaya, yeyote akiwasema vibaya kwa sababu mnamuimbia Mungu, msijisikie vibaya. Hawajawakosea nyie,
wamemkosea Mungu aliyewapa sauti. Msijisikie vibaya. Mtu yeyote akikusema vibaya ni yule asiyekufahamu vizuri. Mtu yeyote akikuchukia, kuna mambo mengi umemzidi kwenye maisha. Usipambane naye. Usimjibu kila mtu kila kitu. Wengine wanyamazie. Wengine wanyamazie. Yesu alionewa, lakini alinyenyekea. Hakufunua kinywa chake. Hakufunua kinywa chake. Siku moja Pastor Meshaki Mahende, mwenyekiti wetu wa field, alinisaidia sana. Sana, alinisaidia sana. Sana. Nilikuwa nimefika mahali nimekata tamaa. Pastor Mahende na mke wake, sitakuja kusahau, waliniambia, Magoti, sikiliza, usilipe kisasi, nyamaza. Ndio akanisomea hili fungu, Yesu alionewa lakini alinyenyekea. Toka siku Pastor Mahende ameniambia hilo jambo, halijatoka kichwani mwangu. Chochote ninachofanyiwa huwa sifunui kinywa changu. Sifunui kinywa changu. Mwisho, Roho Mtakatifu anaweza pia kutuongoza kupita kwenye majaribu. Roho Mtakatifu anaweza kutuongoza kuingia kwenye majaribu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako anaweza kukuongoza kuingia kwenye majaribu. Kitabu cha Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 na ule mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Labda ni Biblia inasemaje? Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40. Akaongozwa na nani? Na Roho. Akaongozwa na nani? Na Roho. Na Roho muda wa siku 40. Endelea rafiki yangu. Akijaribiwa na Ibilisi. Ili ajaribiwe na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Na siku hizo zote Yesu alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Hebu sikiliza, kuna nyakati majaribu mengine unayoyapitia kwenye maisha yameratibiwa mbinguni. There are other, nimesema other, there are other challenges which are facing your business. You may think these challenges come from Satan. I wanted to tell you, others are not from Satan. Kuna majaribu mengine, mzee George, yametoka kwa Mungu. Unamkumbuka Ayubu? Nani aliyetoa ruhusa Ayubu kuingia kwenye majaribu? Mungu alimwambia Shetani, haya kamjaribu, uone kama atanikataa,
Huyu ameshakuwa na ukomavu, hawezi kuniacha. Ndio maana Paulo anasema shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Majaribu mengine yanahitaji kukukomaza. Majaribu mengine yanakuandaa kwenye ushindi mkubwa mbele yako. Majaribu mengine yanakutengeneza kuwa bora kesho kuliko leo, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuelezea hata mambo yajayo. Yeye anajua nini kitatokea kesho. Kwa hiyo kabla haujafika kesho, anakuandaa leo. Anakuandaa leo. Hivi leo ukiwa hauna hela utaongeaje? Kwa sababu kesho kuna jambo linaenda kutokea. Roho anakuandaa leo. Hata wana wa Israeli, Mungu hakuwapitisha kwenye njia fupi. Kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 13, Kutoka sura ya 13, Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 na wa 18. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 na wa 18. Biblia inasemaje? Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuachia watu hao waende zao. Ilikuwa hapo Farao alipowaachia watu waende zao. Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti. Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Mungu akasema hii njia ya karibu siwapitishi. Maana Mungu alisema, na wapitisha katika njia nyingine. Maana alisema wasije wakagairi watu hawa, wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita. Naomba nikwambie leo, kuna maombi yako mengine hayajibiwi kwa wakati unaotaka wewe. Kuna watu hapa wakibarikiwa wanaweza wakaliacha kanisa. Kuna watu hapa wakipata hela wanaweza kuongeza mke mwingine. Ngoja kwanza upigike ili mke wako akusaidie maisha. Siku ukizipata ujue ya kwamba kwa kweli mke wangu ni mwanamke. Kuna matatizo unaweza ukayapitia. Mungu anakutazama hivi. Mstari wa 18. Biblia inasemaje? Lakini Mungu akawazungusha hao watu. Mungu akafanya nini? Akawazungusha. Naomba nikwambie leo, kuna nyakati za kuzunguka. Unajaribu nyanya zinakufa. Unajaribu kuuza mchicha unakufa. Unajaribu kuuza maboga, biashara inaharibika. Unapata mchumba, huyu anakuacha. Unapata mchumba mwingine anakusema vibaya. Unapata mme, mama mkwe anakuchukia. Unapata mme, mawifi wanakusema vibaya. Kuna nyakati za kuzunguka. Unazunguka. Nataka nikwambie kuna nyakati unaweza kuzunguka, mambo yote yakaharibika, kila kitu kikaharibika. Yaani magari yakauzwa, majumba yakauzwa, mpaka wale marafiki zako wa zamani hawapokei simu zako tena. Yaani unafika hatua
hadi wale waliokuwa wanakula chakula kwako wanaanza kukusema vibaya. Kuna nyakati mambo magumu yanaweza kutokea. Ninakutia moyo, usiwe na wasiwasi. Saa inakuja, saa inakuja, changamoto zitageuka kuwa baraka. Huyo mtoto wako anayekutesa atakuwa furaha ya moyo wako. Hiyo ndoa inayokuumiza itakuwa burudani yako. Saa inakuja, waliokudharau watakupigia saluti. Saa inakuja, hawa wanaochezea mafaili yako kazini, wewe ndiye utakuwa unaletewa mafaili kuyasaini, kuyawekea signature. Naomba nikwambie, Mungu wetu hasinzii, hachoki, hazeeki, halali, ni yule yule jana, leo na hata milele. Swali, Pastor, nitafanyaje nimpate Roho Mtakatifu? Je, nifanyeje nimpate Roho Mtakatifu? Marko sura ya 2. Matendo sura ya 2, sio Marko. Matendo sura ya 2. Na ule mstari wa 38. Matendo sura ya 2 na ule mstari wa 38. Biblia inasemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe. Nami magoti ninawaambia, kuanzia leo tufanye toba. Toba sio kutaja dhambi. Toba ni kujutia dhambi, tukimaanisha kuziacha dhambi. Kuna watu ni wataalamu wa kutaja dhambi. Baba, mimi ni mzinzi, alafu aachi uzinzi. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe. Ndio, kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kila mmoja akabatizwe, akatubu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Tupate ondoleo la dhambi zetu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Dhambi ikitoka, Roho Mtakatifu anaingia. Dhambi ikitoka, Roho Mtakatifu anaingia. Mwaka huu usiruhusu dhambi kwenye maisha yako. Mwaka huu kataa dhambi. We binti, usivue nguo zako kwa mwanaume ambaye sio mume wako. Don't do that. Na kama uliwahi kufanya hivyo, muombe Mungu leo akusamehe. Wewe baba, wewe acha kwenda kulala na wanawake wengine. Baadaye unakuja tena kulala na mke wako. Unatoa mashetani huko, unayaleta huku. Acha. Dhambi ya uzinzi ni dhambi inayotesa watu sana. Uzinzi umeingia hadi kanisani. Watu wanazini ndani ya kanisa. Waimbaji, hata sisi wahubiri wa Injili, unakuta unahubiri alafu ni mzinzi. Wajumbe wa baraza, dhambi ya uzinzi ilitesa familia ya Daudi. Dhambi ya uzinzi ina kisasi ndani yake. Mungu akusaidie
Mungu anisaidie dhambi ikome maishani mwetu. Amen. Likawe ni tamanio lako ya kwamba leo ni mwisho wa mimi Japhet Magoti kutenda dhambi. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Amen. Vijana, kuweni kama Yusufu. Yusufu alipokutana na mshangazi, Yusufu hakusema baba nisaidie. Yusufu alikimbia. Dhambi ya uzinzi ni ya kuikimbia. Kimbia kabisa, kimbia. Kanisani uzinzi umetawala. Ndio maana leo mabinti wengi hata kwenye ile period yao ya kila mwezi imebadilika. Imebadilika. Unajua ni kwa nini? Kuna wanaume uliwaruhusu wakakuingizia miungu yao. Baadaye ukikosa mme unaanza kusema Pastor Magoti nifungue. Hakuna kufungua wewe, acha. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu tu. Kuwa mwaminifu kwenye kurudisha zaka na sadaka. Kuwa mwaminifu kwenye kutunza Sabato. Usiongee uongo. Yaani watu wakikuona waone kabisa huyu ni Mwisraeli kweli kweli. Tutapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Shika zaka yako mkononi. Shika zaka yako mkononi. Shika zaka yako mkononi.